Hii ni taarifa kwa wamiliki pamoja na madereva wanaendesha vyombo vya maringi mawili, hususan wale ambao wanafanya biashara ya kupakia abiria kwa kupitia bodaboda na bajaji. Mamlaka ya usafiri na usalama barabarani kupitia kaguzi zetu mbalimbali ambazo tunakuwa tunazifanya barabarani, tunavishikilia vyombo vya maringi mawili kwa idadi isiyopungua 300. Vyombo hivi tumevikamata vikiwa na makosa mbalimbali, ikiwemo madereva kutokuvaa helmeti, madereva kuendesha vyombo vya moto pasi na kuwa na set mirror katika vyombo vyao, lakini vile vile madereva ambao wanaendesha vyombo hivi kutokuwa na namba za usajili au wengine kutokuwa na namba halali za usajili. Inatakiwa kisheria kwamba chombo chochote ambacho kinatumia barabara kinatakiwa kimesajiliwa kwa kupewa nambari maalumu za usajili, lakini ambazo zitakuwa zipo kisheria. Sio kwamba dereva ana chombo chake tu anataka kutumia lakini kachukua nambari ya usajili kutoka katika chombo kingine au kafanya mazingira yoyote yale ambayo hayajulikani katika mfumo kisheria kwamba chombo hichi kinatambulikana kwa jina la mtu husika. Ikumbukwe kuwa kuna kanuni maalumu ambayo inavitaka vyombo hivyo vinapofanya biashara, imetoa mwongozo, kanuni nini wanatakiwa wafanye kuanza chombo husika kinachofanya hiyo biashara, lakini vile vile dereva ambaye anafanya biashara hiyo. Tukianza na chombo cha moto ambacho kinachotakiwa vigezo vinavyotakiwa kisheria kifuate, chombo ambacho kinachotoa huduma ya usafirishaji abiria kwa njia ya pikipiki kwa maarufu bodaboda, chombo kiwe na plate number nambari nyekundu. Tofauti na baadhi ya watu ambao wanafanya kwa kutokujua au kujua, wanapakia abiria au wanafanya hizi biashara huku vyombo vyao vikiwa na plate number rangi nyeupe. Lakini pia kupitia kanuni hiyo imewaelekeza kwamba dereva ambaye anatoa huduma ya kusafirisha abiria kwa njia ya pikipiki au bajaji anatakiwa awe ana leseni ya udereva. Hilo jambo la mwanzo. Ukiacha leseni ya udereva, anatakiwa awe amepata mafunzo maalumu ambayo yanatolewa mamlaka kwa muda wa siku moja. Mafunzo haya lengo lake ni kumwandaa aje kuwa dereva bora barabarani ambaye anafuata sheria, lakini pia kujua wajibu na majukumu ambayo mfanya biashara bodaboda anatakiwa awe. Kwa mfano, kumekuwa kuna changamoto madereva wanaofanya biashara wengine kutokuwa na mavazi maalumu au kutovaa vizuri wanapofanya hii biashara, aina za nywele na mitindo ambao wanakuwa wakitumia, aina ya huduma ambao wanayotoa, kauli jinsi gani wanahudumia wananchi. Kwa hiyo kupitia kanuni hii imetaka mamlaka kuweza kuandaa mafunzo maalumu ambayo yanatolewa hapa mamlaka ya usafiri na usalama barabarani, ambapo baada ya mwanafunzi kuweza kupata mafunzo hayo huwa tunampatia cheti maalumu. Kwa mfano kama kinavyoonekana hapa, cheti maalumu ambacho kwa dereva aliyemaliza mafunzo au aliyehitimu mafunzo maalumu ya usafirishaji abiria kwa muda wa siku moja. Baada ya kupata cheti hichi ndicho kinamwezesha aweze kupata beji ya udereva ambayo inakuwa kama hii, beji ya udereva wa mtu ambaye anatoa huduma ya usafiri wa kusafirisha abiria kwa njia ya pikipiki na bajaji. Kama ilivyo katika vyombo vingine, kimwangalia mtu anayetoa huduma ya daladala, yeye ana beji yake maalumu ambayo inamtambulisha. Wengine wanafanya kazi ya private hire na taxi na kadhalika, wote wana utambulisho maalum, wana beji maalum ambazo zinawaonesha wao wana uhalali wa kuweza kufanya biashara hiyo. Lakini vile vile kupitia kanuni hii, vigezo vya kisheria vilivyozingatiwa, dereva ambaye anatoa huduma hii ya kusafirisha abiria kwa kutumia bodaboda ama bajaji anatakiwa awe anavaa sare maalum ambazo zinatolewa katika jumuiya zao, lakini vile vile anatakiwa akae katika kituo maalum ambao tumezoea kuvita vijiwe. Kupitia vituo hivi vinawekwa vinapendekezwa na masheha kwa kushirikiana na baraza ya manispaa, tunapendekeza sehemu gani ambayo itakuwa rafiki kwa kuweza kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo tunapenda kuambia kwamba wamiliki wa vyombo vya moto na madereva wazingatie sheria pamoja na kanuni ambazo zimewekwa. Lengo la mamlaka ya usafiri na usalama barabarani sio kukamatana kila siku, sio kupigishia na faini. Lengo letu ni kuweza kuwafanya watu waweze kufuata sheria kwa kufanya biashara hii, wao wakapata mapato na serikali ikapata mapato yake kwa jumla. Kwa hiyo tunawaomba waweze kufuata sheria ili tuweze kudhibiti makosa ya barabarani na ajali ambazo tunaweza kuzidhibiti. Lakini vile vile kupitia vyombo hivi ambavyo tumevikamata, tumegundua kuna baadhi ya wamiliki wa vyombo vya moto hawana taarifa kuhusiana na vyombo vyao vya moto. Aidha, vyombo hivyo baada ya kuwakabidhi watu
baada ya kukamatwa hawakutoa taarifa kwa wamiliki au vyombo hivyo viliweza kuibiwa katika mazingira tofauti. Hivyo naomba kutumia fursa hii kuambia wamiliki wa vyombo vya moto wafike mamlaka ya usafiri na usalama barabarani ambao hawana taarifa ya vyombo vyao, huku wakiwa na vielelezo ambavyo vinawathibitisha kwamba wao ndio wamiliki halali wa vyombo hivyo, ikiwemo kadi ya chombo cha moto. Baada ya kusema hayo, napenda kuwashukuru sana. Tunasema usalama barabarani ni jukumu letu sote.